watoto na education zinaingilia wapi? Kwa reproduction hakuna pahali biology ilisema ati jue you're so much educated ati watoto watakuwa wajinga. Unaendelea ama? Siwezi chukua mtu mwenye ako chini yangu in terms of education. Hiyo ni kitu siwezi. I won't support her. Lakini ukumbuke girl child ako peke yake. Mimi naweza sema kutafuta mtu mwenye ako maybe ako level yake ya masomo iko chini. It is the best. Usiangalie masomo. How is that lady matured? Huyo msichana ako aje like kiakili, kutunza watoto, kutunza kama familia. So hiyo side sasa ya education, I can't support you. Hello my dear viewer, welcome to Mind and Mike podcast. My name is Mwangi Mwaniki. Today is Wednesday, date 29 October this year of 2025. We are here, we are back yet with another episode. But first we introduce ourselves and then we introduce the topic. To debate kidogo hapa. Today is all about a debate. I know you're gonna love it. So tune in, skiza na utuambie maoni yako pia hapo kwa comment section. Make sure that you also like, share, comment and subscribe. Kwanza kusubscribe usisahau. Many of you here mna watch mkiwa non-subscribers and you are not subscribing. Kwa nini usisubscribe? Mnakuja every day na waona. So make sure that you subscribe, you also interact with us. Unatuambia una engage na sisi, si ndio? Usisahau kusubscribe na kupress that notification bell, yes, so that every time we upload a video you will be the first person to be notified. So we start to introduce ourselves from the far left and then tukuja hivyo. So ni kama kitu ya ladies first. Hello, my name is Stacy Chao. Thank you. Mine our boy. Thank you for watching us today. Yes, na kama kawaida we first introduce the topic and then tuna debate hapa na pale na bado itakuwa ladies first. So the question is, or the debate that we want to have is can you date someone who is below or above your level? Maybe socially, economically. Hizo ndo mambo sana tunaangalia. The social status and also something to do with peer age and finances. So that is what I've said, socially and economically. So the first question is, Stacy, can you date someone who is below your education level? No, I can't. Why? Because I have to choose one who is above my education level. Kwa sababu hakuna venye mimi nitachagua mwenye ako chini yangu, hapana. Kwani nitazaa watoto? Kwani are you getting married? Okay, watoto na education zinaingilia wapi? Kwa reproduction hakuna pahali biology ilisema ati jue you're so much educated ati watoto watakuwa wajinga, ati watakuwa academic dwarfs. That is not the reality. Unaweza pata watu wawili wamesoma lakini mtoto wao haelewangi masomo. You get? That is the reality of life. That is biology for you. So ukianza kusema ati siwezi date mtu mwenye hajasoma kama wewe, hapo unatupotosha kidogo. Uongo. Hapo what about unaendelea ama? Mimi siwezi chukua mtu mwenye ako chini yangu in terms of education. Hiyo ni kitu siwezi. Naangalia mtu mwenye ako above. Juu the role of a man is to guide you. Sasa mtu mwenye ako chini yako. Okay. If a man is to guide you, unataka kuniambia, I'm not educated as much, but do you want to tell me I can't give direction na usikie? With my broken Swahili, with my broken English, can't I tell you something? I guide you on that. Because basically, there is no education that is needed to be the head of the family or to give guidance as a family
person, or as a husband or as a father. There is no so much education that is needed. What is needed is just wisdom and guidance. Our parents are not so much educated, but they give very clear directions. So unaget, hiyo ndo nasema, because if your father is not educated or my father is not educated as much, that means that education doesn't really matter in a relationship. You get? So the level of education, so si ati iko sana, lazima ikuwe ati, that is kuzaa watoto wenye ati ni wajinga, hapana. Unapata mzazi alikuwa the parent was not very good in studies, but mtoto mwenye amezaa amefanya nini? Ameweza kufanya mambo makubwa. They are the most educated people. We have presidents, we have governors, we have senators. Wenye walikuanga hapo, we have business people, we have bank managers, we have owners of very big companies or firms. Wenye walizaliwa huko kwa hawa mama. Si ati ni nini? Sasa hivi nikuulize, ndio nimechukua mtu mwenye ako below my education level. Alafu maybe mtoto aje akuulize, "Mom, maybe dada alininiwa alifika hadi wapi?" Ama alafu ajue dada kusoma na mama amesoma. Unajua ataanza kudisrespect babake for sure. You know, wewe kama mama, wewe ndo utahakikisha kwamba your partner is respected. And again, it depends kwani uko educated aje, such that you cannot explain to your child this is what happened, or hawezi play na emotions, hawezi play na mind ya mtoto wako ama psychology ya mtoto wako. Naweza mwambia hata babako maybe pesa ilikosa, hakuweza kusoma, or Maina wewe unafikiriaje kwa hiyo? What I can say, I won't support her. Sitamsupport at mahali pengine because sasa lakini ukumbuke girl child ako peke yake. ila hapana. Okay, kwangu mimi naweza sema kutafuta mtu mwenye ako maybe ako level yake ya masomo iko chini, it is the best. You know, usiangalie masomo, how is that lady matured. Huyo msichana ako aje like kiakili, kutunza watoto, kutunza kama familia. So hiyo side sasa ya education, I can't support you because hiyo ni normal. Lakini we are talking about wajua wewe kivyako iko sawa msichana akiwa below you in your education. Lakini mimi mwanamume ndo ako below my education level. Haiwezi. Nikuulize, kwani is love inatengenezwa juu ni education iko, ama ni vile love inakuja? Okay, wacha hata niulize swali rahisi. So Stacy, imagine this guy is financially stable, akona kila kitu. You want to tell me utaangalia education ndo ati inaangalia no msee akona do aje. Unajua sometimes education inatusaidia kwa sababu gani? Unaona sasa ukipea mtu mwenye kwenda shule pesa na upee mwenye alienda shule pesa, kuna different ways watazitumia, na utakuja upate mwenye kwenda shule maybe alizispend kwa mambo yenye yako yani hayana maana, lakini mwenye ameenda shule mwenye ameenda shule ameninio Kuna hii point. It's okay. Unaona vile unasema, nimekuuliza aje, a guy is financially stable but hakuenda shule. So unasema ati alitumia pesa, anatumia aje pesa vibaya? Msee ako na V8 anatumia aje pesa vibaya? You see, even educated people can use hiyo pesa vibaya bado. Many people are suffering out here. Maybe alienda akacheza gambling na amesoma, by the way. Wanasafa huku nje, wengine wanakuwa employed by those people wenye hawakusoma. Mtu alipata lakini amekuajiri. So ana masomo ati alienda kusoma. Mwingine alifika class 8 akafanya welding, ama wengine walianza tu kulima hapa na pale. Sasa ako na investment zake mingi. So by the end of it ameweza kumanage his funds. Unaget? So si ati lazima ati this educated person ameshindwa ku manage pesa yake.
Ushaiona kampuni huyo mzazi alikuwa na run vizuri, ameinvest, amefanya nini, lakini the moment huyo mzazi ameenda hivi amepass, watoto hawata, yani unapata ile kampuni hata itamaliza hata miezi. Juu wale watoto walikuwa wanajua mimi siwezi soma, pesa za babangu ziko. Hapana, the effect it is kwa sababu okay, wacha nikwambie. Kuna watoto wengi sana, kampuni mingi sana. Mtoto alizaliwa na akasomeshwa. You get? It is not the responsibility of the father to show you ati nikikufa ati msichukue hii pesa. You get? It is the responsibility of both parents that we are bringing up these kids. Wacha nikupatie example na Wahindi hupeleka watoto wao kwa biashara, mahali anafanyanga kazi. But what about the others? Si unangoja ukue mkubwa ndo uende ujifanyie kazi yako. So at the end of it, if upass kama sijaijifanyia kazi yangu, sijaiji-manage, I'm always managed by the house help, nini, hizo ndo mambo zinaangusha nini. Ati I'm educated, sasa siwezi funza mtoto wangu kufua nguo. You get? Hizo kwanza ndo vitu zinakuja na watu educated na watu wako na pesa. You get? Sikiza nikwambie Stacy. Sikiza Stacy I'm telling you facts and experiences zenye ziko. You get? Kwa sababu unataka kusema like it's education that inafanyanga mambo. Lakini watu wengi wako huku nje, mtu hajaajiriwa, mtu ana kampuni na ako na degrees na masters, ako huku nje tu anatembea miguu. You get? Ama mtu ameishi kuemployiwa but na bado wako na education. Hapo ndo nakwambia education is not everything, but it is a key somewhere. Inaweza fungua mahali. You get? Na sitaki tukae kwa hiyo ni education sana. So let's go to the next one. But I wanted to ask Maina, can you date someone who is below your education? Because Stacy anasema for Maina anaweza. Yes. For me naweza. Because mimi siangalie level yake cause vile nilikuwa nimesema sasa maybe sasa huyu mtu ako na education, just for example, maybe chenye ako nayo juu haya si yenye like you demand, and then unaona like yule mtu ako society na kuna mwenye alelewa tao, yule mwenye ako society maybe ile education alipata si kubwa kuliko ya huyu, so unaweza pata like kwa education hayuko sawa, lakini like kukulea to make the home feel comfortable, special, anaweza kuwa ako sawa sasa. But sasa ukiniambia sasa nitafute mtu mwenye ako na education, sometimes sasa ataanza sasa kuingia na zile tips zake za masomo. Sijui uwezi fanya hivi, like okay how? So huyu mwenye ako kwa society like ako na level yake ya chini, maybe mind ama maturity yake iko sawa. So mimi naweza enda na huyo like ako level ya chini. Okay, what about someone who is above your education status or your education level? Can you date them? Hiyo nayo inaweza kuwa noma. Cause huyu msichana tutakuja tusubuane na yeye. And now atakuja tulia hapo. Kwa sababu like I saw one thing. Like sasa like jamaa like kama mimi sasa tuseme like ako na higher level. Na mimi sasa niko low kiasi. Tunasubuania kitu moja. Niko na mikono ya kuchukua kikombe ya chai nitoe kwa kitchen and nilete hapa kwa mezani, then najitayarisha. I take my breakfast as early as possible and then naacha kikombe tu hapo kwa meza, and then huyo my wife then aanze kukuja kuniambia na ile masomo yake ya juu, mikono ya kuchukua chai kutoka kwa jiko haiwezi toa kikombe kutoka kwa mezani ipeleke kwa kitchen. So you see level yake na vile anani understand itakuwa noma. So huyo atakuwa noma kwa sababu haya bana fana. Okay, for me, you know they say behind every successful man there is a woman. Saying that someone has an education level that is beyond yours doesn't mean that you're not educated. Maybe she has a PhD or maybe she has masters and you have maybe a diploma, or you have a degree when she has masters or PhD. So for me, as I've said, they say behind every successful man there is a woman. So I can trust her
maybe while running a podcast like this, she can be a good manager. So the other thing is women are naturally submissive. You just have to treat her well. So I think I can date that woman who is above me because she'll excel more than I can do. You get? Tulia Stacy. I'm addressing my points. Tulia, I need to tell you. So if she's going to give me that support through supporting me, maybe using her education and knowledge to manage me, to show me the way where I don't have that knowledge. You see, mtu wako na masters na yeye ni mtu ama PhD ama hata degree, ukiwa na diploma hamfanani, atakusaidia mbali sana. And there are people like those wenye wanasaidiana hivyo. The other thing is also kale ka pride and ego ya mwanaume. Unajua lazima nikae nikisema namjue nikiwa pale kwa wanaume wenzangu. Nikikuja pale mkiwa na Theuri na kina Andrew, nakuja hapo nawaambia, you know what, kwangu msisahau ni mimi na Bianga PhD kitu itafanya. Unaona? So things like those, just to massage my ego as a man, you get? Una get point yangu? So that is what I basically mean. Kuna ile ego yenye msichana huwa anakuwa nayo kama mwanamume ako chini yake. Kuna ile ego wewe hujaipata bado. Hakuna like msichana utamwambia maybe si ufanye hii, atakwambia like kama jisikii kufanya ataanza sasa kuingilia. Sema mwanzo wewe ukusoma, mimi nimesoma, sijui nini. Wewe hujapata, wewe shida yako. As a man lazima niku make that natural thing of being submissive. Lazima nifanye ikue hapo. You get? So I'll make sure that it has been there. Kama si hivyo mimi naenda kwa nini? No, for Maina, that is the opinion for Maina. Mimi nimesema yangu ni like I would. You get? It depends na ni nani. You get? So mwanamke akikuwa submissive, I'll be with her because I'll also benefit. Sindio? So the other one is, can you date someone who is below your financial? Well, of course tunajua utasema kama ako above your financial status. You can. So can you date? Hata tuanze na Maina, can you date someone who is financially above you? Because I know hapa answer najua already. Kama si below najua utadate, si ndio? And what about above? Kisugumute hapo, kwa sababu hapo kunaweza kuwa na changamoto man. Kwa sababu hii like but naweza, but inategemea hata kama like financially ako juu. Like sasa maybe tegemeo lake kwangu ama langu kwake ni different. Naweza pata like hakupendi vile naturally vile like unapia ama nini. Anapenda like vile unajitolea, vile unafanya jitihada zako, na vile pia like unajituma. Unajua anaweza angalia vile unajituma, lakini kuna wengine wanaangalia like huyu jamaa jitumi, sijui afanye nini. So dating such a lady is very awesome and okay. For me I can. Mwenye ako in a financially level ako juu. For me I can. Because it sound great and fine by the way. Yeah. Acha tusikie wewe sasa. Acha tusikie. Tell us. Hapo naweza jaribu, lakini kuna kitu lazima nitaangalia. Like kama huyo mwanamume ndio hana kitu, but akona ile bidii anafanya ili make everything to be okay. Hapo naweza. Lakini eti umeketi tu kwa nyumba hakuna kazi alafu uendi kutafuta, unataka mimi nikusimamie? Hey. Hapo ni kama we are all in an agreement. I think I can date someone, but as Stacy amesema, mimi siwezi kaa kwa nyumba ati niona nipatia kila kitu. I'll have to do something so that isikae ni kama wewe ndo unaniprovidea, because the basic role of ya mwanaume is to provide for the woman. You get? So nitaenda nijitume. Hata kama nitanunua kachini tu, najua uko na pesa yako yenye unaweza nunua vitu expensive. Kale kanguo nita afford, nitakuletea kama gift. You get? So those are the things that I can do. The other one hapa hii ni kizungumkuti. Inajua italeta shida. Can you work where your partner is the boss? No. Why? Mbona unakataa? Hata kuwork na partner kwa kampuni moja hiyo na siwezi.
hakuna venye eti kwa kazi nitakuita boss, kwa nyumba nianze kuita bebe. Unajua pale kwa kazi maybe utafanyiwa tu favor. Sasa mbona unakataa? Hakuna. Acha nikwambie venye atatreat wengine ndo hivyo. Okay. Alafu pia at work mimi nataka ile my peace, yani sitaki ile kupangia. Unajua pale hata ukitoka ukisema unaenda lunch mpaka uanze kuuliza unaenda lunch wapi. Hapana. Siwezi fanya kazi na kwa kampuni moja pamoja.